Nimeishi maisha ya kula animal based diet, lakini pia nimeishi maisha ya kula plant based diet. Nimeamua kuishi maisha ya kula plant based diet kwa sababu faida ambazo nimezipata na naendelea kuzipata zimenifanya niweze kutambua kwamba maisha niliyokuwa nikiyaishi ya kula animal based diet ndio yaliyokuwa yananipa ups and down here and there na kutokuwa na comfortability ya mwili wangu au ya afya yangu kwa ujumla. Ninaye kusema haya ni Dr. Praxeda Kokwirwa Makansh, ambaye ninasema mimi kuishi bila magonjwa inawezekana, lakini pia ukipenda asili itakupenda na ukichukia hakika itakuacha. Vitu 10 ambavyo nimekuja kugundua na ninaviishi vinanipa matokeo yangu mimi na wengine wale ambao wanapenda kuona lifestyle yangu imebadilikaje, nimewezaje, nimefanyaje. Kitu cha kwanza ni nimepata better digestion. Mmeng'enyo ukiwa safi, nimejikuta sipati ilikuwa bloated baada ya kula, ninapata choo kwa wakati, sipati maumivu ya tumbo, sipati kuisikia kuvimbiwa baada ya kuwa nimekula. Yote hii imekuwa ni tofauti kati ya ninapokula vyakula vitokanavyo na mimea na pale ambapo nilikuwa nikila vyakula vitokanavyo na wanyama. Jambo la pili, nimekuwa mtu mwenye nguvu. Unajua mwili kuwa na nguvu sio saizi ya mwili, uwezo wa kufanya chochote wakati wowote. Kipindi nakula vyakula vitokanavyo na wanyama nilikuwa ninapata uchovu. Najikuta umelala, asubuhi umeamka tayari huna nguvu. Hujafanya chochote, ulikuwa umelala. Umeamka asubuhi tayari huna nguvu. Au umekula chakula, umekunywa chai au ni chakula cha mchana umekula, baada ya kumaliza kula tu unajisikia huna nguvu. Unajisikia kama ulale, unajisikia kama kuvimbirwa, unajisikia yani ile discomfortability ambayo sasa hivi siipati, na hiyo ndio ikanipelekea kumbe nilichokuwa nakula ndicho kilichokuwa kinanipelekea mimi kuwa na low energy. Lakini jambo la tatu, nimekuwa mwenye afya njema. Afya kwa maana ya kwamba napata usingizi mzuri, lakini napata mawazo chanya. Nimekuwa sio mtu wa kujikasirikia, sio mtu wa kukasirika bila sababu. Nimekuwa mwepesi wa kusamehe. Kumbe kadri unavyokula vyakula ambavyo viko katika ni harsh mode, ndivyo ambavyo wewe unakuwa the same material uliokuwa kwenye mwili wako. Unavyokula vyakula ambavyo viko calm, yani automatically tu vitakufanya wewe uwe. Na ndio kaja kurealize kumbe hata watu wanaofanyanga meditation ambao sio watu wa kula vyakula vya wanyama, mara nyingi wamekuwa ni watu wapole, ni watu wenye kukubali kusamehe, ni watu ambao wana let it go. Kumbe hii ukiona unapata shida ya hasira, ya kisasi, ya nini, wala usitafute hiyo stress unaipataje. Unaipata kwa sababu unakula vyakula ambavyo viko stressed already. Angalia namna ambavyo ukiwa unamwandaa mnyama kumchinja, ile art inayotokea wakati ule, hakika anakuwa na release negative energy ambayo inaingia kwako, na matokeo yake na wewe unakuwa kama yeye unknowingly. Lakini kumbe ukila plant based diet unakuwa mpole tu, kama ambavyo unaona maharage ni mapole, unaona majani ni mapole, unaona mizizi ni mipole. Inakuwa wewe unapenda kuwa mtu ambaye yule ambaye hasa ndiyo maana ya kuwa mtu. Lakini jambo jingine, nimejikuta nimepunguza uzito mwingi baada ya kula vyakula vitokanavyo na mimea. Miaka 4 iliyopita nilikuwa na kilo 98. Wanaonifahamu watasema ndio. Ambao hawanifahamu wanaweza kaingia hata kwenye page kuangalia kwa picha ya kawaida tu, utagundua yule ambaye niko pale na mimi unayeniona ninayeongea sasa hivi, utaweza kujiuliza kwamba niliwezaje kutoka katika kilo 98 sasa hivi ninavyoongea na wewe nina kilo 65. Nimepunguza karibu kilo 30 na kitu hapo katikati. Na sio siku moja, na sio ile ambaye hanifahamu ataona kama vile mbona huko ni mnene, lakini wanaonifahamu wengine wananipita kwa sababu wanaona huo sio mwili wangu, lakini bado wananisifia nina nuru, bado wananiona he, umependeza, umekaa vizuri. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kukonda na kupungua. Kupungua maana yake umeondoa vyakula ambavyo vilikuwa vinakutengenezea mwili bandia, lakini yani ile kukonda ni hali ambayo ya kufanya sasa kumbe mwili hauna nuru, mwili hauna mahitaji, mwili hauna madini, mwili umejikuta umechanganyikiwa. Matokeo yake hata wewe bado unaanza kujikataa, unaanza kujionea aibu, unaanza kuona mimi sipendezi. Ndugu yangu, ukitaka kuwa kama mimi,
lakini hii ninaongelea experience yangu, kwa sababu kila mmoja ana experience yake kwenye haya maisha. Mimi nimeona ni share experience ya wakati nakula animal based diet na sasa hivi ambapo ninaendelea kuishi maisha ya kula plant based diet. Lakini jambo lingine ambalo nimeliona na naendelea kuliishi, naendelea kulifurahia ni kutokuwa kupata inflammations za hapa na pale. Sasa hivi kwa sababu nakula plant based diet, kumbe kila unapokula matunda, kila unapokunywa green juice au smoothie, kila unapokula mizizi, unaona ile wanaita mikongora, kila unapojiunganisha na mmea kwenye pati nzima, kwenye mti mzima au kwenye pati, unakuwa unakula kiondoa sumu, unapata kiondoa sumu ambayo hiyo antioxidant ndio ile inayokwenda kuondoa hizo inflammations kwenye mwili yako. Matokeo yake utajikuta unapata free blood flow, utajikuta unaondoa cholesterol, utajikuta unaondoa mafuta kwenye damu yako ambayo yanakuwa in excessive, utajikuta utajikuta damu yako haipati ule uzito wanaita ile blood viscosity kuwa juu. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta hata zile plaques build-ups, watu wenye matatizo ya moyo unakuta wanakuwa na zile plaques, wanaambia zinajiaccumulate kwenye mishipa yao. Hiyo ikijiaccumulate maana yake itatengeneza stiffness of the artery. Kumbe ukila vyakula ambavyo ni plant based diet, tayari wewe umejitibia, umepata chakula lakini pia umepata tiba kwenye mwili wako, na mwisho wa siku utaishi kwa furaha. Jambo lingine ambalo limenifanya niendelee kupenda kuishi maisha ya kula plant based diet ni kubalance kiwango cha sukari kwenye mwili wangu. Sukari ndio mwili huwa una convert, ambapo insulin ikizalishwa ina regulate kiwango gani cha sukari kiingie kwenye damu, kikishaingia kiweze kuwa converted into energy. Kwa hiyo ili upate nguvu unatakiwa upate hiyo sukari, lakini ni sukari gani ya kiwango gani? Kuna tofauti kubwa ya sukari na ladha ya utamu. Kwa hiyo sisi tule vyakula ambavyo ni nature based made and then uweze kupata ile nguvu ambayo utaipata kwenye matunda ambayo yana ladha ya utamu, ambayo ni matunda ya asili. Yapo na matunda ambayo yanapatikana yakiwa na mbegu, matunda ambayo yanapatikana kwa msimu. Ni vitu ambavyo ukianza kujialign kwenye hiyo njia vinapatikana. Issue ya kusema kwamba sasa nitapata wapi, ni ghali, hiyo yote ni negative minded, kwa maana tumekuwa programmed hivyo kuaminishwa kwamba vyakula ambavyo ni sahihi havipo. Kuna vyakula vya kisasa, lakini kumbe vyakula vya asili vipo ambavyo ukila sukari yako itakuwa sawa, itakuwa regulated. Ukiwa umekula imezidi, mwili wenyewe unajua kwamba sukari hii imezidi, ngoja nipeleke nyingine kwenye store. Nimekuwa nikisema store ya miili yetu ipo kwenye seli za misuli na kwenye seli za ini. Kule kwenye ini sukari ile inahifadhiwa ikiwa mafuta. Kwa hiyo yule ambaye anajikuta au amekuwa akipima akiambiwa kwamba ana fat liver, yawezekana ni anakula in excessive sukari ambazo ni unwanted, ambazo mwili umeweza kuconvert kupeleka kuhifadhi kule. Inawezekana ikishakuwa na hiyo mafuta kule yamehifadhiwa, punguza tu muda wa kuongeza, yani punguza intake, zile meal intake, ili kuruhusu mwili uweze kula vyakula ambavyo viko kwenye store. Lakini jambo lingine ambalo limenifurahisha ni mwili kupata madini, nutrients zote ambazo mwili unahitaji, essential nutrients, so essential minerals and essential vitamins, essential protein, kwa sababu tumekuwa tukiaminishwa kwamba tunakula vyakula vya wanyama ili tuweze kupata protein. Ndugu zangu, protein ambayo ni compatible na miili yetu ni protein za mbegu, yani hizo seeds, nuts na matunda. Kumbe tusianze kuhangaika kula vyakula ambavyo sio assimilate pamoja na miili yetu kwa kigezo cha kwamba tunakula vyakula vya wanyama ambavyo mwili unashindwa kujidigest na mwili unashindwa kuviabsorb. Matokeo yake tunapata deficiency of those minerals. Kumbe tungeweza kula matunda, tungeweza kula majani, tungeweza kula mizizi, tungeweza kula bugs, na tukajikuta tunapata kila ambacho tunakihitaji kwenye maisha yetu. Lakini jambo lingine ambalo mimi limenifanya niendelee kustick kwenye plant based diet ni kupata wepesi. Kuwa mwepesi physical, lakini kuwa mwepesi internally. Uwezo wa kufikiri, kuwa na wepesi wa kutenda, kuwa na wepesi wa kuamua. Hivi vitu vitatu vinakwenda pamoja, na hivi utavipata kama utakuwa umekula vyakula ambavyo ni hai, because unavyokula chakula hai kinakupa uhai katika seli zako. Seli zako zikiwa hai, manake kila organ kwenye mwili wako ina uwezo wa kuweza
kutenda accordingly. Tuna pineal gland ikizibwa, haizibwi na nini? Ni mucus, ni sumu ambazo tunakula kwenye vyakula, kwenye nini, matokeo yake uwezo wa kutenda, uwezo wa kufikiri, uwezo wa kuamua unakuwa huko mdogo. Lakini mwisho wa siku niseme, ukijiunganisha na vyakula hivi, ukianza kula ambavyo nilivyoanza kula vyakula ambavyo ni plant based diet, vimenifanya nipende asili, nijue asili ni nini. Naomba niwashirikishe kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaishi nje ya asili, ila ni kuamua kuiishi ni kitu kingine, na kuamua kuishi kwenye asili lakini bila kuiishi ni jambo lingine. Kuna element kuu 4 ambazo zinapatikana kwenye asili. Kuna maji, kuna udongo, kuna hewa na kuna moto. Hii bado ni darasa lingine refu ambalo nikisema nielezee hapa wala haitatosha, na pengine mnaweza mkawa bored. Nimeamua niwashirikishe lifestyle yangu ili mwisho wa siku kila mmoja ataweza kusema kumbe ukila chakula sahihi ambacho kitaassimilate na mwili wako, ukatumia herbs sahihi, dawa sahihi ambazo zina madini ambayo mwili wako ulikuwa unahitaji, because hakuna mtu ambaye ana upungufu wa dawa mwilini, ila tuna ugonjwa wa upungufu wa madini mwilini. Kumbe ukapata muda wa kupumzika, kumbe ukaweza kufanya mazoezi, tayari wewe utakuwa umepona, na mwisho wa siku utakubaliana na mimi. Hebu fanya miezi 3 uone kitatokea nini, kwa sababu umejenga mwili huo kwa vyakula ambavyo ni mixed, na matokeo yake tumemix namna mfumo wetu wa mmeng'enyo tumeumix up. Matokeo yake haufanyi vile ambavyo ulitakiwa ufanye. Leo hii jipe miezi 3 tu. Kama umekuwa ukila animal based diet, okay, umeshapata matokeo yako, au pengine una mapungufu unayoyapata. Miezi 3 jipe plant based diet, alafu uone matokeo gani utayapata, alafu mwisho wa siku utakuja kukubaliana na mimi kwamba kumbe kuishi bila magonjwa inawezekana.